kigugumizi. Mungu alijua ni kigugumizi huyu, alijua, lakini bado Mungu alikuwa anatembea na Musa. Haleluya. Musa alikuwa muuaji, he was a murderer, but the Bible says the Lord walked with Moses. Alibaki Haruni hapo ameshangaa, anatetemeka kwa sababu mwenzake amepokea kichapo cha Mungu. Mwenzake amepata kichapo cha nani? Kwa nini? Ni kwa sababu alimguza Mungu, aliguza mafuta. It is dangerous. No matter how useless that person may be, no matter how sinful that person is, hata kama ni mwasherati, Bwana we, munisikize watoto wa Mungu. Mungu ni waajabu sana. Anamfanya mtoto aliyezaliwa na kahaba, anaachiliwa, anadharauliwa tu mtoto wa kahaba, lakini ndiye anakuja kutawala taifa la Israeli chini ya mkono wa Jehova. The Lord knows this person is a son of a prostitute, but he allows Yafethi, he allows him, despite the fact he's a son of a harlot. Daudi alikuwa tu na makosa mengi, Daudi huyu. Lakini unajua Biblia inasema nini? Hakuna mtu yeyote katika historia ya Biblia aliyekuwa na roho ya kumcha Mungu kama Daudi. Lakini Daudi alikuwa ukija kwa upande wa polygamy, Daudi alikuwa tu mtu na wake wengi na marafiki wakandoka wengi. But the Bible says the Lord walked with David. Daudi anaua mke wa mtu kwa sababu ya tamaa zake mwenyewe. But the Bible says the Lord himself anajivunia Daudi, anasema hakuna mtu yeyote aliye na roho ya kumcha Mungu kama Daudi. Do you know why? In the eyes of people, David was a sinful man. But in the eyes of God, the relationship between David and God was between the two only. Ndio maana Biblia inatamka Zaburi yote ni vilio vya Daudi. Vilio. Zaburi ni vilio. Unirehemu Bwana. Nitaangalia wapi? Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu watoka juu mbinguni. Bwana, wewe ndiye mchungaji wangu, siwezi ogopa. Bwana, nisamehe. Ni katikati ya mbwa mwitu. All the time David was repenting. All the time David was crying. Na Mungu analilia Mungu wake. Kama ametenda dhambi anatubu, yeye na Mungu wake wawili. Na ndio maana Mungu anajivunia Daudi. Lakini watu walikuwa wanasema Daudi ni mtu ni mwasherati kwa sababu ako na wake wengi. Wengine wanasema kwanza aliua mke wa Uria. Huyu ni muuaji. Lakini katika macho ya Baba, katika macho ya nani? Ya Mungu, he was a righteous man. Aruni alikimbilia Musa, akaenda mpaka penye Musa alikuwa. Kumbuka Miriam amepigwa na Mungu mwenyewe. Alikimbilia mahali Musa alikuwa, akamwambia Musa na kuomba, akanyenyekea, akarudi chini, akapiga magoti chini, akamwambia Musa na kuomba na kusihi, Musa, ukipenda muombe Mungu wako asije akaniadhibu namna jinsi amemwadhibu Miriam, asije akaniua pia. Ndio Musa kwa nini Musa tulikuwa tunaongea juu, Miriam alikuwa anaongea juu yako, tulikuwa nisamehe, muombe Mungu wako asiniletee ghadhabu yake. Ndipo Musa akajua,
kumbe dada yangu na ndugu yangu huyu, kumbe tena walikuwa wananisengenya. Walijua huyu ni ndugu yao tu, lakini machoni pa Baba alikuwa mpakwa mafuta wa nani? Nataka mnisikize makini. Katika macho yao walijua Musa ni ndugu yao tu, lakini katika macho ya Mungu Musa alikuwa mpakwa mafuta wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Kibali, kibali, kibali cha Mungu. Ijapokuwa huyu mwanadada ametoka katika jamii iliyo chini, maskini, watu ambao hawakuwa na kitu, kukula kwao hata ilikuwa ni shida, hata tu kuvaa ilikuwa ni shida. Msichana huyu ameteseka sana. Esther. Kumbe kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Esther. Si Orpa, kilikuwa juu ya Esther. Sio Kaini, kilikuwa juu ya Habili. Sio Miriam, kilikuwa juu ya Musa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio Ruben, sio Yuda. Kibali kilikuwa juu ya Yusufu. Kibali kilikuwa juu ya the youngest. Hata kama aliishi maisha ya marokoto, kuenda mahali watu wameshavuna chakula, hakuna chakula, ni shida, wameshavuna, wamechukua vyakula vyote, mtoto wa watu maskini anazunguka nyuma akitafuta vile vilianguka na kusahaulika na kuchukua makombo na kwenda kula na mama mkwe. Alijitaabisha kwa sababu ya mama mkwe. Kumbe kibali cha Mungu kilikuja juu yake kutokana na huyo mama. Jamani, jihadharini na watu wengine ambao Mungu amewatenga kwa ajili ya baraka yako. Don't mess with your blessings. At any given time, don't mess. Esther, Orpa alikimbia. Sawa. Esther aliamua, alikaa. Esther yuko hapa. Esther uko hapa, unanisikia? Esther yuko hapa ndani. Esther kaa. Esther kaa. Uwe mwanaume uwe mwanamke, Esther kaa. Kaa. Kwa maana huyu mama Naomi ukimwacha tu Boaz hamkutani. Na zile slippers umekuwa nazo ndizo utadumu nazo forever. Yale mavazi umekuwa ukitembelea yameraruka, ndio yale tu yatakaa hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Naomi amebeba ufunguo wa maisha yako. Orpa, hatua unayoichukua hiyo itakukalisha kwa maisha ya kawaida. Esther, na uinuliwe kwa jina la Yesu kwa sababu ya kukaa na mama Naomi. Uinuliwe kwa sababu ya kusimama na mama Naomi. Esther, mumelala njaa na mama huyu. Esther, msichana mrembo mzuri, umri wako ni mdogo, lakini umehiari Esther kwenda kutafutia mama. Umeenda kwa mtu mwingine tu, huyu mtu ati ni mama mkwe wako. Esther, unapitia mashamba ya watu, unang'ang'ana, jua linakupiga, unapitia hatari nyingi, lakini unakuja unalisha Naomi. Esther, uko hapa kwa kulisha Naomi. Nisikieni, ni mafumbo yaliyo wazi. Narudia, ni mafumbo yaliyo wazi. Esther, uko hapa kwa kulisha Naomi.